Na maafisa wakuu katika serikali ya kaunti ya Kericho wamehusishwa na madai ya ubadhirifu wa fedha za umma za kima cha shilingi milioni 39. Kulingana na ripoti ya iliyowekwa bayana, madai hayo maafisa hao walizipa zabuni kampuni 7 ambazo wanahusishwa nazo ili kunufaika na fedha hizo. Ken Geshuhi anaarifu. Maafisa wakuu katika serikali ya kaunti ya Kericho wamejipata pabaya baada ya kudaiwa kuhusishwa na wizi wa shilingi milioni 39 kutoka kwa serikali hiyo. Maafisa hao wakiwemo mawaziri na makatibu wanasemekana kuzipa kampuni 7 zabuni za kukarabati barabara na kurembesha miji ya Kericho na Litein chini ya mpango wa Equalizer kazi kwa vijana ulioanzishwa na gavana Eric Mutai. Ripoti hiyo inasema kuwa kampuni hizo zilipokea jumla ya shilingi milioni 39 kati ya Novemba mwaka wa 2023 na Aprili mwaka huu, na baadaye kuziwasilisha kwa maafisa wa kaunti kama rushwa. Miongoni mwa kampuni hizo ni pamoja na Glaki Limited, Young Focus Investment, Citron General Works and Supplies, Turboit Enterprises, Igoris Company, Rihisa Enterprises na Gretom Enterprises. Licha ya kulipwa fedha hizo, baadhi ya kampuni hizo zinasemekana kuwahadaa vijana waliohusika katika kazi hizo, swala ambalo tayari linachunguzwa na bunge la kaunti ya Kericho. Pia kampuni zingine zinasemekana kufanya kazi mbovu na zingine hazikufanya chochote hata baada ya kulipwa. Baadhi ya kampuni hizo pia zinasemekana hazikuwa zimefikia viwango vya kupewa zabuni kama hizo, jambo ambalo ni kinyume cha sheria ya manunuzi ya umma. Msemaji wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi Eric Gumbi amethibitisha kuwa tume hiyo imepokea malalamishi hayo na uchunguzi umeanzishwa. Ameongezea kusema kuwa iwapo madai hayo yatapatikana kuwa ya kweli, maafisa hao watachukuliwa hatua za kisheria pamoja na kulazimishwa kurejesha fedha hizo. Ken Geshuhi, KTN News.